Get the point. Take a step forward. Kuna swali limeulizwa na watu wa Beleko. Ninaendelea kusisitiza kama mwenyekiti alivyotangulia kusema, mikutano yetu ni huru kwa watu wote. Ina ruhusa ya kuuliza maswali, msiogope. Ulizeni maswali, msiogope. Amina. Ni mikutano iliyo huru kwa watu wote. Maana imekuja kwa ajili ya watu wote, wa mataifa yote, makabila yote. Kwa hiyo muwe huru tu, muwe huru kuuliza. Amina. Swali moja tu limeletwa hapa. Swali moja linasema hivi. Swali linasema, Yesu ni Mungu au? Na kama ni Mungu, wapi kwenye Biblia Yesu akili yeye ni Mungu? Yes. Swali moja zuri sana. Swali zuri sana. Nataka elewe jamani, hivi Yesu ni Mungu? Na kama ni Mungu, ni wapi ndani ya Biblia ambapo anakiri mwenyewe kwamba yeye ni nani jamani? Ni Mungu. Swali moja zuri sana. Basi tuombe. Baba Mungu wetu mwema, tunashukuru kwa wema wako. Tunashukuru kwa upendo wako. Tunashukuru kwa ukarimu wako. Jina lako na litukuzwe sana. Tumekuja kujifunza neno lako. Tunaomba ushuke utufundishe. Roho wako mwema atawale. Malaika wako watakatifu watamalaki. Naomba ukaonekane ukitenda makubwa kupitia neno lako, na jina lako likapate kutukuzwa. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amina. Amina. Biblia inasema na Qur'ani inasema, kama mwenyekiti alivyotangulia kusema, tuna vitabu viwili vinavyotumika katika ibada. Vitabu viwili, Biblia na Qur'ani, kwa ajili ya kuelimishia jamii. Vitabu vingapi tu jamani? Viwili. Viwili vilivyo rasmi kuelimishia jamii. Biblia, Qur'ani ni vitabu vilivyo rasmi kwa ajili ya kuielimishia jamii. Kwa hiyo tunaelimisha jamii kupitia vitabu hivi. Maana Qur'ani 28 lile fungu la 48 na 49 ameandika hivi. Qur'ani 28 aya yake 48 na 49. Inaitwa ni surati Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Aya Mwenyezi Mungu inasema, lakini ilipowajia haki kutoka kwetu, walisema, mbona hakupewa kama yale aliyopewa Musa ya kugeuza fimbo nyoka? Je, hawakuyakataa yale aliyopewa Musa zamani, wakasema juu yake na ndugu yake? 49. Sema basi, leteni kitabu kitokacho kwa Mwenyezi Mungu, ambacho kina uongofu ulio bora kuliko hivi viwili. Kuliko hivi vingapi jamani? Viwili. Biblia, Torati ya Nabii Musa, alafu na hii Qur'ani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hakuna kitabu ambacho kinaweza kikawa zaidi ya vitabu hivi vingapi? Viwili. Ni Biblia na nini tu jamani? Na Qur'ani. Hivi ndivyo vitabu rasmi kwa ajili ya kuelimishia jamii. Amen. Na mimi ninapenda nikuthibitishie kwa mujibu wa Biblia na Qur'ani kwamba Yesu ni Mungu. Amina. Yesu ni nani? Ni Mungu. Kitabu cha Qur'ani 3 lile fungu la 39 ameandika hivi. Qur'ani 3:39, hii inaitwa ni surati Al-Imran. 3:39. Bismillahirrahmanirrahim. Mara malaika wakamlingania hali amesimama akisali chumbani, kwamba Mwenyezi Mungu anakupa habari njema
za kuwa utazaa mtoto umuite Yahya, atakayekuwa mwenye kumsadikisha mtume atakayezaliwa Yohana kwa neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu, naye ni nabii Isa. Sikiliza vizuri hiyo. Biblia na Qur'ani zinakubaliana. Anasema kwa mujibu wa Qur'ani kwamba malaika akasimama katika chumba kile cha mama yule aliyemzaa Yohana, kwamba tazama, nimekuletea habari ya kwamba utamzaa Yohana. Yohana ndiyo Yahya, atakayesadikisha habari za kuzaliwa kwa nani jamani? Za kuzaliwa kwa nabii Isa, ambaye endelea, naye ni nabii Isa na atakayekuwa Bwana kabisa. Atakayekuwa Bwana kabisa. Isa bin Mariam. Qur'ani inamtangaza Isa bin Mariam. Kwa mujibu wa Qur'ani na Biblia, Biblia na Qur'ani zinakubaliana kumtangaza Isa bin Mariam ya kwamba ni Bwana kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na ukisoma kitabu cha Isaya 40 lile fungu la 8, ameandika hivi. Fungu la 8. Isaya 40 ule mstari wake wa 8, maandiko anasema majani yakauka, ua la nyauka. 42 fungu la 8. 42 fungu la 8, maandiko yanasema mimi ni Bwana. Anasema mimi ni nani? Ni Bwana. Ndilo jina langu. Ndiyo jina lake. Na utukufu wangu. Na utukufu wake. Na utukufu wangu. Na utukufu wake. Sitampa mwingine. Hawezi kupewa mtu mwingine. Hili jina la Bwana ni la kwake tu. Amina. Yesu anasemaje kwa Yohana 13? Tunaenda kukupa majibu sasa. Yohana 13 ile fungu la 13. Yohana 13 ule mstari wa 13. Ameandika hivi. Maandiko anasema ninyi mwaniita mwalimu. Yesu anawaambia nyinyi mnaniita mwalimu. Mwaniita mwalimu. Halafu na Bwana. Na mnaniita nani? Bwana. Sikiliza. Nanyi mwanena vema. Maana ndivyo nilivyo. Ndivyo nilivyo. Bado hajajitambulisha kwamba yeye ni Bwana. Maana walichokitafuta wajue tu kwamba ni wapi ambapo Yesu mwenyewe anajitambulisha ya kuwa yeye ni Bwana. Anasema nyinyi mwaniita mwalimu na Bwana, mwanena vyema, maana ndivyo nilivyo. Kwa hiyo Yesu ni Bwana. Amina. Na hili Bwana hili jina Bwana hawezi kupewa mtu mwingine. Amina. Ni jina la yeye tu Bwana. Amina. Na maana ya hili neno Bwana, sikiliza Qur'ani moja ufafanuzi. Qur'ani moja. Vitabu viko wazi tu kwa wanaovisoma. Moja ufafanuzi. Sura Fatiha. Meandika hivi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tamko hili Rabi au hufasiriwa Mola. Hili tamko Rabi linafasiriwa Mola. Hufasiriwa Mola. Au Bwana. Au Bwana. Ina maana neno Bwana ni Mola, na neno Mola ni Bwana, na Mola ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Amina. Irudia hiyo watu waisikilize vizuri. Tamko hili Rabi hufasiriwa Mola au Bwana. Na yote ni maana moja. Na yote yana maana ngapi? Moja. Kwani tamko Mola asili yake ni nini? Ni tamko la Kiarabu Mola, ambalo maana yake ni Bwana. Bwana asifiwe. Amina. Mola ambaye ndiye Mungu. Ndiyo maana neno Mola maana yake ni Mungu. Amina. Na Mungu maana yake ni Bwana. Amina. Na Yesu anajitambulisha, anasema ya kwamba nyinyi mwaniita mwalimu na Bwana, mwanena
vyema, maana ndivyo nilivyo. Bado hajajitambulisha pale. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu ni Mungu. Amina. Ndio maana anaitwa Bwana. Lakini ukirefusha unasema Bwana Mungu wako. Kutoka 20 fungu la 8. Bwana haipatikani kwingine. Ikipatikana kwingine labda ile ya herufi ndogo. Kuna Bwana ya herufi ndogo na ya herufi kubwa. Hii ya Mungu ina herufi kubwa. Soma fungu la 8. Kutoka 20 mstari wa 8, maandiko yanasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya ngapi? Siku ya 7 ni Sabato ya nani? Ya Bwana Mungu wako. Ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Kumbe Mungu ni Bwana. Amina. Na Bwana ni nani? Ni Mungu. Kwa Kiarabu Bwana ni nani? Ni Mora. Na Mora ndiyo nani? Ndiye Bwana. Na Yesu anajitambulisha yeye ni Bwana, na ukimuita Bwana hujafanya ni jamani? Hujakosea. Bwana awabariki. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaendelea kualika maswali mengine, endeleeni kuleta maswali. Amina. Na maswali yanapokuja endeleeni kuhudhuria kusikiliza majibu yake. Amina. Kila kitu kitaeleweshwa kwa mujibu wa Biblia na nini? Na Qur'an. Yesu ni Bwana kwa mujibu wa Biblia na Qur'an. Yesu ni Mungu na Mungu kwa mujibu wa Biblia na Qur'an. Na ataendelea kuitwa Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Leo tuna somo la uumbaji. Bwana asifiwe. Amina. Somo linasema jinsi ilivyoumbwa dunia hii. Hii dunia iliumbwa. Hiyo ndio naomba unisikilize vizuri. Hii dunia ilifanya nini jamani? Iliumbwa. Kila mmoja anapaswa ajue hii dunia imefanywaje? Imeumbwa. Tunachoenda kutazama ni jinsi dunia yetu ilivyofanywa nini jamani? Ilivyoumbwa. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunahitaji tuangalie dunia ilivyoumbwa. Tunaomba ushuke utuonyeshe. Wewe ndio tusaidie kuelewa kwa njia ya Roho wako Mtakatifu. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Kile kitabu cha Ufunuo 4 fungu la 11 ameandika hivi. Ufunuo 4:11 maandiko anasema umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na nini? Na heshima na nini? Na uweza kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote. Wewe ndio uliviumba vitu vingapi? Vyote. Hiyo ndio nataka watu waielewe hiyo. Amina. Kwamba kila kitu kimeumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kila kitu kimefanywaje jamani? Kimeumbwa. Vilivyo mbinguni, vilivyo duniani, vilivyo majini chini ya dunia, vinavyoonekana na visivyoonekana, kila kitu kimefanywaje? Kimeumbwa. Wewe hapo umeumbwa hapo. Kwa hiyo ile zana ya kwamba eti dunia ilimeguka kutoka mahali fulani kama baadhi ya sayansi wanavyozungumuza, wanavyofundisha, sio kweli. Dunia imefanywaje jamani? Imeumbwa. Dunia imeumbwa. Amina. Na kila unachokiona, kila kinachoonekana kimeumbwa. Maana ameandika hivi, sikiliza. Ufunuo 4:11. Soma. Ufunuo 4:11 inasema umestahili wewe Bwana wetu kupokea na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima
na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wewe ndio umeviumba vitu vingapi? Vyote. Na kwa mapenzi yako, kwa sababu ya mapenzi yako, sikiliza hiyo, vilikuwako navyo vikaumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Vyote vimeumbwa. Amina. Kwa hiyo kukitokea Adamu yoyote anatangazia watu, anafundisha watu kwamba baadhi ya vitu havikuumbwa, muhurumie sana. Atakuwa hayuko timamu vizuri, maana yake haijui vizuri kweli. Na Biblia ya Zaburi 114, Zaburi 14 ameandika hivi, lile fungu la kwanza. Zaburi 14 fungu la kwanza, maandiko anasema, mpumbavu anasemaje? Amesema moyoni mwake kwamba hakuna Mungu. Umeona hiyo? Kwa hiyo ukiona mtu ambaye anatoka jasho kufundisha watu, jamani, hakuna Mungu, hakuna dunia ilimeguka kutoka kwenye jua, binadamu ametokea kwa mabadiliko, alikuwa mavumbi, akabadilika akawa chembechembe, akabadilika akawa mdudu, akabadilika akawa nyani, akabadilika akawa sokwe mtu. Kwa mujibu wa Biblia ni nani jamani? Pumbavu. Hata kama kungelitolewa wito hapa, jamani, wale wote mnaonisikiliza popote, wangapi ambao wanajitambua huko mwanzoni walikuwa manyani? Ukinyosha utaonekana kama huna timamu. Ulijuaje kwamba ulikuwa nyani wewe? Hakuna mtu aliyekuwa nyani. Na hakuna nyani iliyokuwa binadamu. Wote tumeumbwa. Amina. Nyani naye aliumbwa kwa design ya kinyani. Amina. Binadamu akaumbwa kwa design ya kibinadamu. Amina. Kila kitu kimeumbwa kwa design yake. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo ogopa kusema vinginevyo. Na ndio maana ninawaombea, na nimeanza kuwaombea tangu nisimame hapa. Bwana atufumbue macho ya ndani. Amina. Kama una macho ya ndani, unaweza ukakubaliana na sayansi ya kwamba binadamu alitokana na nani jamani? Na nyani. Sasa hebu anza kuiuliza akili yako, kama binadamu alitokana na nyani, nyani alitokana na nani? Uendelee kuuliza tu. Wakisema nyani alitokana na mti, uliza tena, na mti ulitokana na nini? Wakisema ulitokana na jiwe, uliza tena, na jiwe lilitokana na nini? Uliza mpaka yani mpaka viishepo. Dunia ilimeguka wapi? Kwenye jua, na jua. Wakisema kwenye mwezi, na mwezi. Kwenye jiwe, na jiwe. Yani ulizia mpaka tu kusema kwamba tumechoka, tumekoswa ya kusema. Maana lazima tu jamani, kila ambacho kionekane na kinachoonekana kimeumbwa. Amina. Anasema mpumbavu anasema moyoni mwake hakuna Mungu, na wameharibu matendo yao. Wameyafanya kuwa machukizo na kuyafanya chukizo, maana ndani ya mioyo yao hakuna tendaye mema. Sikiliza, toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu, akawachungulia hao watu aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Anayemtafuta Mungu wote wameoza, wamepotoka wote. Yaani unaposema tu kwamba hakuna Mungu, umefanyaje jamani? Umepotoka. Napenda unisikilize kupitia somo hili fupi. Amina. Mungu yupo. Amina. Na dunia ilifanya nini? Iliumbwa. Na binadamu alifanywaje? Aliumbwa. Siku nyingine ukiwa kwenye mtihani hata kule shuleni, weka majibu hayo. Amina. Kwamba kila kitu kimefanywa nini? Kimeumbwa. Na Mungu yupo. Amina. Ukiuliza yuko wapi? Yuko mbinguni. Amina. Maana imeandikwaje? Isaya 66 fungu la kwanza. Isaya 66 fungu la kwanza. Maandiko yanasema, Bwana anasema. Anasemaje? Bwana anasema hivi, mbingu
ni kiti changu cha enzi. Mungu anajitangaza mwenyewe, anasema mbingu ni kiti chake cha nini? Cha enzi. Na dunia sikia hiyo, ni mahali pa kuweka miguu yangu. Kuweka miguu yangu. Kumbe Mungu yupo. Amina. Amekaa wapi? Amekaa wapi? Mbinguni. Amekanyaga wapi? Duniani. Kwa maana ya kwamba Mungu yuko sehemu zote. Amina. Mungu yuko popote. Amina. Mbinguni yupo na duniani yupo. Maana tako lake limekalia mbingu zote. Amina. Na miguu yake kaikanyaga dunia yote. Huyo ndio Mungu huyo. Amina. Kwa hiyo Mungu hafananishwi na kitu chochote, na huwezi ukamfananisha na kitu kinginecho, maana yeye tu amezikalia mbingu zote. Sasa utamfananisha na nini? Halafu miguu yake, nyayo zake zikaikanyaga dunia yote, utamfananisha na nini? Nashangaa na wale wanaotengeneza sanamu halafu wanaiita nani jamani? Mungu. Lakini ile sanamu ukiangalia imesimama kwa sehemu tu, halafu haiongei. Mungu yeye anavyojitambulisha haweki popote. Huwezi ukamweka begani. Utamwekaje begani Mungu? Maana yeye tu, tako tu limezitosha mbingu zote. Halafu miguu zile, nyayo zikaikanyaga dunia yote. Utambebaje begani? Utamwekaje mfukoni? Huyu ndiye Mungu aliyeziumba mbingu na nini jamani? Na nchi. Na huyu ndiye Mungu anayepaswa kuabudiwa. Bwana asifiwe. Amina. Huyu ndiye Mungu anayepaswa kuabudiwe. Amina. Kumbuka somo linasema jinsi ilivyoumbwa dunia yetu. Amina. Iliumbwaje? Mwanzo 1:1. Mwanzo 1:1. Aha. Maandiko matakatifu yanasema, hapo mwanzo kulikoko Mungu aliziumba mbingu na nchi. Anasema hapo mwanzo, ambayo haina tarehe, haina siku. Hapo mwanzo isiyojulikana, Mungu aliziumba mbingu na nini? Na nchi. Jamani, kila kitu kimefanywaje? Kimeumbwa. Na anapotaja mbingu, anavitaja viumbe vyote vilivyoko mbinguni. Anapotaja nchi, anataja vitu vyote vilivyomo duniani. Kumaanisha kwamba kila kitu kimefanya nini jamani? Kimeumbwa. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Na tena utupu. Na Roho wa Mungu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Sikia. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema. Akasemaje? Mungu akasema, iwe nuru. Ikawa nuru. Hiyo ndio naomba kila mmoja aielewe, kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nini? Na nchi. Hizi mbingu na nchi ni nyingi, sio moja. Na zimeumbwa hapo lini? Mwanzo. Nyingi, ni mamilioni ya mambingu, mamilioni ya masayari zimeumbwa hapo mwanzo. Ila baada ya huo mwanzo ambao haujulikani, Mungu akashuka kwa ajili ya sayari dunia. Kumbuka ninachoongelea leo ni sayari nini jamani? Dunia. Hiyo ndio naongelea leo. Rafiki yangu, sayari ziko nyingi mno. Nyakati wa pili 18 fungu la 6 ameandika hivi. 6 fungu la 18. Ameandika hivi. Mbingu ziko nyingi mno. Nyingi, hazina mahesabu ya elimu za kibinadamu. Hazina hesabu kwa akili ya mwanadamu. Soma. Nyakati wa pili 6:18. Maandiko anasema, lakini Mungu wetu, je, yamkini atakaa na watu duniani? Tazama. Sikiliza mbingu zilizoandikwa hapo. Tazama. Sikiliza. Mbingu. Na mbingu. Za mbingu. Za mbingu. Hazikutoshi. Basi. Kwa wewe uliye na Biblia na unayesikiliza vizuri, kumetajwa mbingu ngapi hapo? Ziko ngapi? Nyingi. Ndio maana kataja, tazama mbingu na mbingu za. Unaposikia za ni nyingi. Za mbingu
za mbingu hazikutoshi. Kwa hiyo kumbe hapo mwanzo, hili fungu ndio linalingana na fungu la Mwanzo 1:1 kwamba hapo mwanzo Mungu alizi nyingi. Ingelikuwa moja angeliandika hapo mwanzo Mungu aliiumba, lakini hapa ameandika hapo mwanzo Mungu aliziumba. Ni nyingi sana. Ila baada ya kuumba hizo mbingu nyingi na nchi nyingi, sayari hii dunia ndiyo sasa Mungu akakaa kwa ajili ya kuweka vitu mahali pake. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Hii sayari wanasayansi wanasema ni miongoni mwa sayari 9 zinazoizunguka hii sayari dunia, na hii ni sayari ya 3 miongoni mwa hizo sayari 9. Ya kwanza inaitwa Mercury, ya pili inaitwa Venus, ya 3 inaitwa hii ndio inaitwa sayari dunia, ya 4 inaitwa Mars, ya 5 inaitwa Jupiter, ya 6 inaitwa Azuhura kwa Kiswahili, ya 7 inaitwa Zohari, ya 8 inaitwa Sumbula, ya 9 inaitwa Pluto. Sayari zinazoizunguka sayari dunia. Hii dunia ilianza kuwekwa mahali pake tangu siku ya kwanza ya juma, ambayo leo tunaiita Jumapili, na ikakamilisha, Mungu akakamilisha uwekaji wa hii sayari, kuipanga mahali pake ndani ya siku 6, na siku ya 7 Mungu akapumzika. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Ndiyo tunamwona Mungu kwa siku ya kwanza, Mungu anaweka nuru. Haikuwepo. Hebu nisikilize hili fungu la pili. Mwanzo 1:2 maandiko anasema. Hebu nisikilize. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Tena utupu. Haikuwepo. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Hakukuwepo kitu chochote. Vyote vilikuwa vimefungwa ndani ya boksi la maji. Ilikuwa utupu. Na giza likatulia juu ya uso, juu ya vilindi vya nini jamani? Vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Hapa ndipo tunaanza kuviona vile viumbe vinawekwa hadharani, na kila kitu kifanya kazi mahali pake. Siku ya kwanza tunamwona Mungu anaweka nuru. Haikuwepo. Ilikuwa imefungwa ndani ya maji, boksi la maji. Lakini siku ya kwanza Mungu akasema iwe nini? Nuru. Ikawa nuru. Kwa hiyo hii nuru unayoiona hii imekuwepo tangu siku ya kwanza ya juma, ambayo leo tunaita Jumapili. Ikawa nuru. Mungu akatenga nuru na nini jamani? Na giza. Giza lilikuwepo. Ndipo nuru ikaitwa mchana na giza likaitwa nini? Usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Hiyo ndio inaitwa siku ya ngapi? Ya kwanza, ambayo leo inaitwa Jumapili. Siku ya pili akaandika hivi. Mungu akasema, na iwe anga katikati ya maji. Likayatenge maji na maji. Mungu akaifanya anga. Akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Umeona hiyo? Kumbe maji yalikuwa yametapakaa, yamefunika nchi, yameifunika dunia yote. Maji, palikuwa na maji tangu chini mpaka juu. Lakini siku ya pili, yaani ukitaka kuwa mwana elimu, jifunze uumbaji. Amina. Yaani ukiwa mwana theolojia, anza kujifunza elimu ya nini jamani? Ya uumbaji. Ukitaka kuwa mwana theolojia. Siku ya pili Mungu akasema liwe anga katikati ya nini? Ya maji. Ili liatenge maji na nini jamani? Na maji. Unaona? Ndipo Mungu akafanya anga katikati ya maji. Katikati ya maji maana yake ni hii. Huku chini tuliko kanyaga chini, huku kuna maji.
na huko juu kuna nini jamani? Kuna maji. Katikati hapa ndio kunaitwa nini jamani? Anga. Yaani hili ni uwazi hili. Hilo ndio kwa Kiswahili linaitwa nini? Anga. Neno lingine mbingu. Na anga linaanzia wapi? Sikiliza. Anga linaanzia usawa wa futi 1 kutoka chini au mnyanyuo wa mguu. Anga linaanza. Kwa hiyo unapokanyaga chini umekanyaga duniani, lakini kuanzia usawa wa futi 1 kutoka hapo chini tayari mbingu zinaanza. Kwa hiyo unapokanyaga chini ya miguu yako kuna maji na juu ya kichwa chako kuna nini? Kuna maji. Anga likayatenga maji na maji, anga likaitwa mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Ni siku ya ngapi hiyo? Ya pili. Kwa hiyo tunaona anga limekuwepo tangu siku ya ngapi? Ya pili. Endelea msomaji. Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Endelea. Mungu akapaita pale pakavu nchi. Na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Makusanyiko ya maji yakaitwa bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema, nchi na itoe majani. Mti utoao mbegu na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani. Mti utoao mbegu kwa jinsi yake. Sikiliza vizuri hiyo. Na mti uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Endelea. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ndipo Mungu akasema ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni. Ikawa asubuhi. Siku ya tatu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Siku ya tatu tunaona Mungu amekusanya maji yaliyokuwa chini ya anga, yakakusanywa mahali pamoja. Nchi kavu ikatokea. Kumbe hii nchi kavu tunayokanyaga hii imekuwepo tangu siku ya ngapi jamani? Ya tatu. Fundisha hivi. Amina. Na hiyo ndiyo elimu. Hii ndiyo elimu kuzidi elimu zote ulizonazo. Siku ya tatu ndiyo tukaona nchi na makusanyiko ya maji. Siku hiyo yakaitwa nini jamani? Bahari. Unaposikia neno bahari, Mungu amelitangaza neno bahari tangu siku ya ngapi? Ya tatu. Mungu akatangaza, akatamka vyote. Sasa kila kitu kutoka ardhini. Unapoona miti imeoteshwa siku ya ngapi? Ya tatu. Ukiona mawe yanatoka chini, yalioteshwa siku ya ngapi? Ya tatu. Kila kinachoota kutoka chini kilianza kuonekana tangu siku ya ngapi? Ya tatu. Huo ndio uumbaji. Amina. Siku ya 4 Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku. Nayo iwe ndiyo dalili na majira na siku na miaka. Nayo iwe ndiyo dalili na majira na siku na nini? Na miaka. Mianga hii unayoiona hii mianga, kumbe imewekwa kwa makusudi maalum. Unajua, nataka unisikilize vizuri hapo baba, hapo mama, hapo kaka na dada. Kila kiumbe kimeumbwa kwa makusudi yake. Nashangaa wale mnaofundisha kwamba eti kila kiumbe kimeumbwa kwa ajili ya kuliwa. Kila kiumbe kimeumbwa kwa makusudi yake special. Na viumbe vyote vimeumbwa kwa ajili ya matumizi ya mwanadamu, lakini si kwa kula. Kila kiumbe kina matumizi yake special. Wanakuambia mianga hii imewekwa katikati ya anga siku ya 4 na kazi yake, sikiliza tena, iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Kazi ya mianga itie nuru juu ya nini? Ya nchi. Halafu ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa. Mianga miwili ikafanywa mikubwa. Ule mkubwa utawale mchana, na ule mdogo utawale usiku. Yes. Hiyo mianga tunaifahamu? Ndio. Hii mikubwa miwili tunaifahamu? Ndio. Wa kwanza unaitwaje? Jua. Wa pili? Mwezi. Hii ndiyo mianga iliyowekwa katikati ya anga. Amina. Kazi zake na matumizi yake vitie nuru juu ya uso wa nini? Wa nchi. Lakini haijakomea hapo. Endelea. Akafanya na nyota pia. Kazi yake vitie nuru juu ya uso wa nchi.
Lakini hajakomea hapo. Mungu akaiweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi, halafu na kuutawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza, na vitenge nuru na nini? Na giza. Hii mianga imewekwa juu ya anga, katikati ya anga, kwa matumizi hayo. Amina. Kila kitu kina matumizi yake. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo ukiona jua, ukaona mwezi, ukaona nyota, hawa ni viumbe wananjamani wa Mungu. Na hivi viumbe vimekuwepo tangu siku ya ngapi? Ya 4. Huo ndio uumbaji huo. Hii ndio elimu ya uumbaji hii. Siku ya 5 Mungu anafanyaje? Mungu akasema, maji na yajawe kwa wingi, na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Hiyo ni siku ya 5 hiyo. Endelea. Mungu akaumba nyangumi wakubwa siku ya 5 hiyo, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao. Siku ya 5 hiyo. Na kila ndege arukae kwa jinsi yake. Endelea. Mungu akaona ya kuwa natazama ni vyema. Mungu akavibarikia akisema, zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji ya baharini, na nini? Ndege na wazidi katika nchi. Ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Ni siku ya ngapi? Siku ya 5. Bwana asifiwe. Amina. Baba yangu, mama, kaka na dada, hapo unaponitazama na kunisikiliza, naomba uijue elimu ya uumbaji. Amina. Kila kitu kimewekwa hapa duniani kwa makusudi na kwa matumizi yake. Amina. Tunaiona siku ya 5 Mungu ametamka ndege wakawepo, akatamka viumbe wa majini wakawepo. Hata kama unaulizwa na mtu, naomba usikilize vizuri, siku ya 5 Mungu alifanya nini? Wajibu, siku ya 5 Mungu aliumba ndege na viumbe wote wa majini. Ina maana ndege wote wa angani wamekuwepo tangu siku ya lini? Ya 5. Viumbe wote wa majini, wakina samaki, wakina nyangumi, wakina fisimaji, wakina viboko, wakina kengemburu, wakina nani hao? Gogogo, dagaa, wote wamekuwepo siku ya ngapi? Ya 5. Hata wakina vyula kabla mwanadamu hajafanya nini jamani? Hajaumbwa. Kumbe vyula wanatuzidi umri. Hawa dagaa tunaowaingiza mdomoni, karibu dagaa 30 kwa idadi, kwa umri ni wakubwa, ila kwa sababu wameumbwa kwa matumizi ya mwanadamu, basi tunawafanyia tunavyopenda. Dagaa ni kubwa kwa umri, maana wao wamekuwepo tangu siku ya lini? Ya 5. Chura wamekuwepo tangu siku ya lini? Ya 5. Na wadudu wote, wakina jongoo, kabla hatujafika hapo, tunaona hapa viumbe wamekuwepo tangu siku ya 5. Lakini tunapoenda kukuonyesha siku ya 6, kaa vizuri. Amina. Kaa vizuri. Amina. Imeandikwa hivi, Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake. Hapo ndipo tunaingia sasa kwenye jongoo. Nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake. Mnyama wa kufugwa wakawepo, nacho kitambaacho vikawepo, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake wakawepo. Ni siku ya 6 hiyo, tumeenda siku ya 6 hiyo. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake. Wanyama wa mwitu wakafanywa kwa jinsi zake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake. Tukapata wakina tembo na wakina nyati huko, na wanyama wa kufugwa wakina mbuzi na ng'ombe na vyote, na kila kitu kitambacho juu ya nchi kwa jinsi yake ikawepo. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema. Baada ya kuwepo kila kitu sasa, Mungu akafanyaje? Akasema, na tumfanye mtu. Sasa tumfanye mtu kwa sura, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini. Binadamu akafanywa kwa sura ya Mungu. Maana yake anamaanisha binadamu alifanywa kwa uwezo wa pekee, tofauti na viumbe wengine wote. Akafanywa kwa uwezo wa pekee. Kabla mwanadamu hajaanguka dhambini, alikuwa na uwezo wa pekee. Amina.
Ndio maana Mungu akamweka kuwa mmiliki wa viumbe wengine wote, na viumbe wengine wote wakawekwa chini ya huyu mwanadamu. Wakatawala samaki wa wapi? Wa baharini. Na nini? Na ndege wa angani. Na nini? Na wanyama. Na nini? Na nchi yote pia. Vyote vikawekwa mikononi mwa yeye. Na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Vyote. Mungu vikakabidhiwa binadamu viwe chini ya mwanadamu. Mungu akaona. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Akamuumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu. Alimuumba nani? Alimuumba nani? Mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mungu akaumba mwanaume na mwanamke. Akawaumba. Akawaambia. Mungu akawabarikia. Akawaambia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Bado anawaambia tu, anawakabidhi vyote viwe chini yao. Na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Baada ya kuumbwa mwanadamu na kila kitu kimeumbwa, binadamu akakabidhiwa miche na miti ya matunda kuwa chakula chake. Utafundishwa hilo. Amina. Sio kila kitu ni kula. Vipo vingine vimeumbwa si kwa kuliwa, lakini kwa habari ya kula, Mungu akamkabidhi binadamu miche, yani chakula cha mbegu pamoja na matunda. Amina. Akasema hivi ndivyo vitakuwa vyakula chenu. Endelea. Na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona, natazama kila kitu alichokifanya, natazama ni chema sana. Kila kitu alichokifanya, tazama ni nini? Ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Hiyo siku ya sita. Hiyo ndio inaitwa siku ya nini? Ya sita. Kila kitu kimekamilika. Kwa muda wa siku ngapi hizo? Sita. Kila kitu. Lakini naomba hii nayo ielewe kwamba binadamu ni wa mwisho kuwepo kwenye sayari hii. Yaani yeye ndio ameonekana kwa siku ya sita. Baada ya viumbe vingine vyote kuwepo, binadamu akawa mwisho. Lakini pamoja na kuwa wa mwisho, viumbe vingine vyote vilivyotangulia, Mungu akaviweka chini ya nani jamani? Ya mwanadamu. Vyote ikawa chini ya mwanadamu. Ndio maana akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakasimamia viumbe. Mimi na wewe mpaka dakika hii tunavyoongea na wewe ni wasimamizi wa viumbe. Amina. Wasimamizi wa viumbe vyote vilivyoumbwa na nani? Na Mungu. Vimewekwa mikononi mwetu. Amina. Kuvisimamia sio kuvila. Tunavitumia kwa matumizi mengine yanayokubalika. Amina. Sio kwa ajili ya kula tu, lakini tumepewa kuvisimamia. Ndio maana leo hata katika serikali zote kuna usimamizi wa viumbe. Ndio maana kuna wananyama, kuna wana masamaki, kuna wana miti, kuna bwana ardhi. Hawa wote ni wasimamizi wa viumbe vya nani? Vya Mungu. Visiharibiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Mungu akaviweka kila kitu kifanye kazi mahali pake. Haviingiliani. Ndio maana unaona jua linakuwepo nyakati za mchana. Saa 12 za mchana. Na zikiisha jua linatoweka, kunaingia kitu kingine. Maana ndivyo vilivyowekwa na Mungu. Kila kitu kimepewa mpaka. Kumbuka somo linasema jinsi dunia yetu ilivyofanya nini jamani? Ilivyoumbwa. Hii dunia imeumbwa kwa neno. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Haijatengenezwa kwa silaha nyingineyo. Zaburi 33 ile fungu la 6.
Zaburi 33 ule mstari wake wa 6. Ameandikaje? Maandiko matakatifu yanasema, kwa neno la Mungu la Bwana mbingu zilifanyika. Kwa neno la nani? La Bwana. Na Yesu anajitangaza yeye ni Bwana. Amina. Na Bwana ndiye Mungu. Amina. Na Mungu ndiye Bwana. Amina. Na walipomuita Bwana akasema hamjakosea, maana ndivyo nilivyo. Bado tu hujaelewa kwamba Yesu ni Mungu na amekuwepo katika uumbaji. Kwa neno la nani jamani? La Bwana. La Bwana mbingu zilifanyika. Sikia. Na jeshi lake lote yote kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa pumzi ya kinywa chake. Fungu la 9. Maana yeye alifanyaje? Alisema ikawa. Yeye alisema vikafanyaje? Ikawa. Alipokuwa akitamka vinafanyaje? Vinakuwa. Kwa hiyo vyote vimeumbwa kwa nini? Kwa neno. Neno la nani? La Bwana. Bwana asifiwe. Amina. Huo ndio uumbaji. Amina. Kila kitu kimeumbwa kwa neno. Amina. Kwa neno. Amina. Na Yesu anajitangaza, anasema yeye ndiye neno. Maana hapo mwanzo kulikuweko na nani? Na neno. Naye neno alikuweko kwa Mungu. Na huyo neno alikuwa nani? Mungu. Na vyote vikafanyika kwa huyo. Na pasipo yeye hakikufanyika kitu chochote. Hiyo ndio Yohana 1:1. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kila kitu kimeumbwa kwa siku 6 na vyote vimeumbwa kwa siku 6. Amina. Dunia haina marefu na mapana. Ni mfano wa tufe linalozunguka au linaloelea. Dunia haijasimikwa mahali popote. Ni mfano wa kitu au mfano wa tufe linaloelea hewani. Halina nguzo. Yaani dunia haina nguzo. Maana imeandikwa hivi, Ayubu 26 fungu la 7. Soma haraka. 26 fungu la 7. Ayubu 26 fungu la 7. Ameandika hivi. Maandiko anasema, yeye hutandaza kaskazi juu ya nafasi isiyo na kitu. Ameitandaza kazini, mashariki, magharibi na kusini, vyote vimetandazwa mahali ambapo hakuna nini? Hakuna kitu. Ndio. Na kuutundika ulimwengu. Na ameutundika ulimwengu pasipo kitu. Wanasayansi wanasema dunia inajizungusha tu kwenye muhimili wake. Muhimili unaozungumzwa pale ni mstari. Dunia hujizungusha kwenye mstari wake kama Bwana alivyoiweka. Amina. Inajizungusha hivi, inageuka tu hivi. Haibadiliki na haihami. Inabadilika hivi. Ndio maana majira yanatofautiana. Ikitega mgongo huku panakuwa usiku, kule panakucha. Ikigeuka hivi kule panakuwa usiku, huku panakucha. Hayo ndio majira. Ndio maana hatulingani kwa nuru na usiku. Amerika ya Kusini tunatofautiana kwa nuru na usiku. Yaani huko panapokuwa usiku, huku ni mchana. Huku panapokuwa mchana, kule panakuwa usiku. Ni mzunguko wa sayari dunia. Kumbuka tunayoongelea ni sayari ni jamani? Dunia. Hii ni sayari tu miongoni mwa masayari yaliyoumbwa na nani? Na Mungu. Na haka ka sayari ni kadogo tu. Kuna masayari makubwa. Jifunze sayansi. Amina. Ya uumbaji. Amina. Na mimi leo napenda nikuonyeshe sayansi ya uumbaji. Na hii ndiyo sayansi ya nini jamani? Ya uumbaji. Kila kitu kimeumbwa. Na vyote vilivyoko mbinguni, vilivyomo duniani, majini chini ya dunia, vinavyoonekana, visivyoonekana, vyote vimefanywaje? Vimeumbwa. Vyote. Amina. Na hiyo ndio neno la Mungu. Amina. Vyote vimefanywaje jamani? Vimeumbwa. Qur'ani 57 ile fungu la kwanza ameandika hivi. Qur'ani 57 ile fungu la kwanza ameandika hivi. Qur'ani 57 fungu la kwanza.
Fungu la kwanza. Maandiko yanasema, hii inaitwa ni Suratul Hadi. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Kinamtukuza Mwenyezi Mungu. Vyote vinamtukuza. Kila kilichomo mbinguni. Vyote vilivyoko mbinguni. Kila kilichomo mbinguni. Vilivyomo mbinguni. Na ardhini. Na ardhini. Na yeye. Yeye. Ndiye mwenye nguvu. Yeye ndiyo mwenye nguvu. Mwenye hekima. Mwenye hekima. Endelea. Ufalme wa mbingu. Ufalme wote wa mbinguni. Na ardhi. Na ardhi. Ni wake. Wote ni wake. Ni wake. Sikiliza. Anauisha. Na kufisha. Na yeye ni mwenye uweza. Yeye ndio anaweza. Ni mwenye uweza. Sikia. Juu ya kila kitu. Juu ya kila kitu. Maana yake kila kitu kimeumbwa na nani? Na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na hii sayari dunia ina maeneo ya sayari dunia, maili zake ni milioni 196,500,000. Mugawanyiko wake, dunia imegawanywa makundi makuu mawili. Kuna kundi la maji, yani maeneo ya maji, na maeneo ya nchi nini? Kavu. Mugawanyiko wake ni huu ufuatao. Maeneo ya maji yana maili milioni 138,990,090. Hayo ndiyo maeneo ya maji. Lakini maeneo ya nchi kavu yana maili 57,500,010. Ukiyajumulisha na ukizijumulisha unapata jumla ya maili zote za hii sayari nini? Dunia. Hii sayari dunia, ninapomalizia hili somo, imebeba mabara 7. Ninasema imebeba mabara mangapi? 7. Ni elimu ya bure tunakupa. Imebeba mabara 7. La kwanza linaitwa Asia au Asia. La pili Afrika. La tatu Amerika ya Kusini. La nne Amerika ya Kaskazini. La tano Australia. La sita Atlantika. La 7 Ulaya. Amina. Haya ndiyo mabara 7 ambayo yamebebwa na haka kasayari nini? Dunia. Kamebeba mabara 7 tu. Amina. Lakini haka kasayari kamekubebea milima mikubwa 10. Kuna milima mikubwa tu. Jifunze sayansi ya uumbaji. Milima mikubwa 10 tu iliyobebwa na hii sayari. Na miongoni mwa milima hiyo mikubwa 10 na mlima wetu wa hapa Tanzania Kilimanjaro umo. Miongoni mwa hiyo milima mingapi? 10. Mingine yote iliyobaki ni midogo mdogo. Lakini kati ya hii milima 10, mkubwa kuizidi milima yote unaitwa ni mlima Evangelist. Sayari dunia ina bahari kubwa 4. Nimesema bahari kubwa ngapi? 4. Kubwa 4 tu. Ya kwanza inaitwa Pacific. Ya pili inaitwa bahari ya Hindi. Ya tatu inaitwa Atlantic. Ya 4 inaitwa Arctic. Hizi ndizo bahari 4 kubwa zilizobebwa na haka kasayari nini jamani? Dunia. Zilizobaki ni ndogo ndogo. Sayari dunia ina mito mikubwa 12 tu. Na miongoni mwa mito hiyo 12 na mto wetu wa hapa Tanzania umo, unaoitwa mto la nini? Nairi. Umo. Unaotoa maji kutoka maji ya ziwa Victoria kumwagilia kwenye nchi za huko nje, Misri na kwingineko. Mto Nairi. Lakini zingine utajifunza baadaye, tunakutajia tu yaliyo makubwa makubwa. Lakini hii sayari imekubebea maziwa makubwa 10. Kwa sayari yote imebeba maziwa mangapi tu? 10. Makubwa. Na miongoni mwa maziwa hayo
maziwa yetu ya hapa Tanzania yamo miongoni mwa hayo makubwa. Kuna ziwa Victoria, kuna ziwa Nyasa, kuna ziwa Tanganyika, yote yamo ndani ya hayo maziwa 10 yaliyobebwa na sayari dunia. Hii sayari imebeba aina ya viumbe 1,750,000. Aina ya viumbe, sio jumla ya viumbe. Bwana asifiwe. Amina. Binadamu akaumbwa kwa design ya pekee na akaumbwa tofauti na viumbe wengine. Kwa nini? Mwanzo 2. Napomaliza hili somo, sikiliza Mwanzo 2:7. Meandika hivi. Mwanzo 2 ule mstari wake wa 7, maandiko yanasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, halafu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo akaumbwa tofauti na viumbe wengine wote. Maana viumbe wengine Mungu alitamka ikawa, katamka ikawa, lakini alipofika kwa mwanadamu Mungu akamfanya kwa mavumbi ya nini? Ya ardhi. Akampulizia pumzi ya nini? Ya uhai. Binadamu akawa nafsi hai. Huku ndiko kuumbwa kwa mwanadamu wa kiume na wa nini? Na wa kike. Na vyote vimeumbwa kwa muda wa siku ngapi? 6. Kwa nini mwanadamu wa kiume ni mgumu? Mwili wake ni mgumu, halafu wa kike ni laini? Kwa sababu yeye wa kiume alianza kuumbwa katika udongo ambao ulikuwa hujawahi kulimwa, kwenye ardhi ambayo haijawahi kufanya nini? Kulimwa. Lakini mwanadamu wa kike yeye akatokana na ubavu wa mwanadamu wa nini? Wa kiume. Hilo somo tutakufundisha siku nyingine. Bwana asifiwe. Amina. Na hii ndio maana mwanadamu wa kiume ni mgumu mwili wake, alafu wa kike ni nini? Ni laini. Jiandae kwa somo hilo. Amina. Vyote vimeumbwa. Hiyo ndio namalizia kusema vyote vimefanya nini? Vimeumbwa. Na vyote na wote tumeumbwa katika Kristo Yesu. Kitabu kile cha Waefeso 2:10. Waefeso 2:10. Waefeso 2:10 maandiko yanasema, Bwana anasema, maana tu kazi yake. Sisi sote tu kazi ya nani? Ya Bwana. Sisi sote tu kazi yake. Tu kazi yake. Sikiliza hiyo. Tuliumbwa. Hakuna aliyetokana na nyani. Amina. Hakuna aliyetokana na nyani. Wote tumefanya nini jamani? Tuliumbwa katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Amina. Kumbe Yesu ni Mungu jamani. Amina. Ukikataa labda tu ni kutoelewa tu. Yesu ni Mungu. Amina. Biblia inatuthibitishia tumeumbwa katika Kristo Yesu. Ili soma, tutende matendo mema. Ili tutende matendo nini? Mema. Rafiki zangu, tuliumbwa ili tutende matendo mema. Unapoona watu wanapigana, watu wanafanya uzinzi, wanafanya mabaya, elewa hatukuumbwa kwa namna hiyo. Ni kazi za shetani. Yaani ukiona watu wanatenda vibaya, elewa ni kazi za nani? Za shetani. Sisi makusudi ya Mungu na mapenzi ya Mungu tuliumbwa ili tutende matendo mema. Bwana asifiwe. Amina. Vyote vikaumbwa kwa muda wa siku ngapi? 6. Mwanzo 2:1. Mwanzo 2 mstari wa 1 maandiko yanasema. Ameandika nini? Basi mbingu na nchi, vyote, mbingu na nchi zikamalizika kuumbwa, na jeshi lake lote. Vikamaliza kuumbwa na jeshi lake lote, yani na vitu vyake vyote. Na siku ya 7. Na siku ya ngapi? Siku ya 7. Na siku ya ngapi? Ya 7. Ya 7. Mungu alifanyaje? Alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7. Akastarehe siku ya ngapi? Ya 7. Akaja kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Halafu Mungu akaibarikia siku ya ngapi? Siku ya 7. Akaitakasa siku ya ngapi? Ya 7. Kwa sababu katika siku hiyo, katika siku hiyo Mungu alistarehe. Akastarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Akaacha kufanya kazi zote yote aliyoiumba
na kuifanya. Akapumzika siku ya ngapi? Ya 7. Bwana asifiwe. Amina. Na siku ya 7 leo kwa hesabu ya kalenda za Kiarabu tunaita juma ngapi? Jumamosi. Maana kitabu cha Biblia na Qur'ani zinakubali kutuelekeza, zinasema jamani, siku ya 7 msifikiri ni Ijumaa au msifikiri ni Jumapili. Imeandikwa hivi, ukurasa wa 360 ile Biblia ya Kiswahili cha kisasa, siku ya 7 ni Jumamosi. Neno soma. Naam. Neno sabato maana yake sabato ni siku ya 7. Sabato, neno sabato ni siku ya ngapi? Ya 7. Ya 7 ya juma la Kiyahudi. Ni siku ya 7 kwa juma la Kiyahudi. Endelea. Kwetu sisi, isikiliza vizuri hiyo. Kwetu sisi ni Jumamosi. Siku ya 7 kwetu ni juma ngapi? Ni Jumamosi. Ambapo haikuruhusiwa kufanya kazi yoyote. Haikuruhusiwa kufanya kazi yoyote. Ni siku ya mapumziko. Amina. Na kesho ni juma ngapi? Jumamosi. Ni siku ya mapumziko. Amina. Kwa wanyama na wanadamu. Amina. Tufanye kazi kwa muda wa siku 6. Lakini sabato ni sabato ya mapumziko. Amina. Na sabato ni juma ngapi? Jumamosi. Kwa nini tumeumbwa? Fungu la mwisho Ufunuo. Kwa nini tuliumbwa? Ufunuo 14 fungu la 6. Kwa nini tuliumbwa? Ufunuo 14 fungu la 6. Hilo ni fungu la mwisho. Bwana anasema kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Ninakuonyesha neno linalomaanisha uumbaji. Kwa nini binadamu tuliumbwa? Anasema niliona malaika mwingine anaruka katikati ya mbingu. Katikati ya mbingu. Mwenye injili ya milele. Akawahubiri watu wote wakao juu ya nchi, wakao juu ya uso wa nchi, na kila taifa, watu wa kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kufanyaje? Na kumtukuza. Kwa nini? Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Maliza. Msujudieni yeye. Yeye. Rafiki yangu, baba yangu, mama, kaka na dada, kokoto unakonitazama na kunisikiliza, tumeumbwa ili tumwabudu nani? Mungu. Baba, mama, hapo unaponiangalia na kunisikiliza, uliumbwa ili kumwabudu nani? Mungu. Sauti kuu ikasikike ikisema, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imefanya nini? Imekuja. Msujudieni yeye. Sikiliza. Msujudieni yeye. Aliyezifanya mbingu. Msujudieni yeye aliyezifanya nini? Mbingu. Aliyeumba mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Chemichemi za nini? Za maji. Huyu ndiye Mungu anayepaswa kuabudiwa. Amina. Huyu ndiye Mungu. Ninawaalika watu wote wa Bereko, Dodoma yote, Tanzania na nchi zote za nchi, kokote mnakoniangalia, mnaponitazama na kunisikiliza, ninawaalikeni John, tumwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nini? Na nchi. Huyu ndiye Mungu aliyetuumba, na huyu ndiye Mungu anayeabudiwa, na huyu ndiye Mungu anayepaswa kufanya nini? Kuabudiwa. Na viumbe vyote vya mbinguni na vya wapi? Na vya duniani. John, tumwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Amina. Na kwa muda wa siku 6 kila kitu kimemalizwa kuumbwa, na siku ya 7 huyu Mungu amefanyaje? Alipumzika. Na siku hiyo ya 7 ni juma ngapi? Jumamosi. Bwana atubariki. Amina. Wangapi wamenielewa? Mikono juu. Simameni tuombe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
ningependa nikupe mwenyekiti nafasi ya kuomba, lakini kabla hujaomba unaweza ukawasogeza watu wakasogea, alafu ukaomba. Karibu. Kama basi tunaweza tukapiga hatua kwa ajili ya ombi tunapoenda kuhitimisha mikutano yetu ya jioni ya leo, mikutano ambayo itaendelea kuwepo katika siku ya leo. Lakini tunaposogea, natamani tu mwinjilisti siku moja uweze hawa watu kwamba hali ya upofu uliipata ukiwa na umri gani? Maana mimi nashangaa, nilijua huko kwenye Biblia tu, lakini wewe ni mnajimu mzuri, unajua elimu ya anga, unajua elimu ya viumbe vyote vya majini na hata vya nchi kavu. Kwa hiyo siku moja tengeneza tu namna vizuri ambavyo unaweza ukatuelezea kwamba ulipata upofu ukiwa na umri gani, na kama ulikuwa na umri wa chini sana, haya mambo uliyajuaje? Hayo tunategemea kuyaona katika viwanja hivi. Kwa hiyo unapoendelea kufuatilia katika mikutano hii, tunaendelea kukusii ukiwa katika eneo lako la kazi, ukiwepo karibu, basi fungua moyo wako kwa ajili ya kufuatilia na mikutano hii ambayo itaendelea pia katika wiki tutakayoianza hivi jioni ya kesho. Basi tuombe. Mwenyezi Mungu unayekaa milele zote mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya ibada ya leo, kutukumbusha kwamba dunia umeining'iniza tu kwa namna ambavyo wewe uliona ni vyema. Lakini si hivyo tu, tumeona mamilioni ya viumbe ambao umewaweka duniani, ukatupa heshima ya kuvitawala. Lakini jambo lingine la maana sana, wanasayansi wametupofusha macho kwamba mwanadamu alitokana na nyani, lakini neno lako limeweka wazi kwamba sisi ni kazi ya mikono yako. Bwana, endelea kuinuliwa. Jioni ya leo tunapoenda sasa kwa mapumziko, si ibada yako ikiingia katika malango ya watu wako na katika ulimwengu mzima, neno lako limetukumbusha kwamba mwanadamu umemweka duniani ili kwamba kutukuze. Tufanye Bwana tukutukuze kwa namna ya kula, kwa namna ya kuvaa, kwa namna ya ibada zetu, utukufu wako ukaendelee kuonekana. Fanya hivyo na kuzidi kwa ajili ya utukufu wako, kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Get the point. Take a step forward.